Fika hapa kwa shughuli hii ya muhimu. Nyinyi mnajua hii kazi imekuwa pending kwa muda, lakini nilienda nchi ya Saudia mwaka uliopita, nikakubaliana na ndugu zetu wa kule ili tuunganishe usaidizi wao na usaidizi wa watu wa Badea na serikali ya Kenya, ili hapa Kisii tujenge Center of Excellence ya mambo ya kansa ama saratani. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tayari tuko na contractor hapa, tumempatia kandarasi na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Mimi nataka nirudi hapa 2026 mapema, nikuje nianzishe hii kitu ikiwa iko tayari. Hii cancer center, nyinyi mnajua ya kwamba kansa imekuwa ikitatiza wananchi wa Kenya sana. Watu wengi wamewekwa umaskini, watu wengi wamepoteza maisha yao, watu wengi wanatumia pesa nyingi katika matibabu ya mambo ya kansa. Na ndio sababu hata katika program yetu ya mambo ya Universal Health Coverage tumesema matibabu ya kansa tukienda mbele sasa tutaiweka katika mpango ambayo kila Mkenya kupitia kwa bima ambayo tutakuwa nayo inayoitwa Critical Illness Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya mambo ya matibabu ya kansa. Tunaelewana jameni? Unajua pale mbeleni wale watu wenye uwezo walikuwa wanaweza kulipa matibabu ya kansa, lakini mwananchi wa kawaida hangeweza kulipa matibabu ya kansa, na wananchi wengi walienda hata wakaamua kwenda tu kukaa nyumbani because they cannot afford, ama hawawezi kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu hiyo tumesema ili tulete usawa kwa mambo ya matibabu ya Kenya lazima tuwe na mpango mpya, na ndio sababu tumebadilisha sheria. Sasa tuko na Critical Illness Fund ambayo itasaidia wakulima, itasaidia watu wote wa Kenya, wananchi wote wa Kenya waweze kupata matibabu bila ya kuulizwa pesa yoyote under our new Universal Healthcare Program. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Kisii? And ili kazi hiyo, matibabu hiyo iendelee, we must have the right facilities. Lazima tuwe na cancer center kama hii tunajenga hapa. Tuko na moja Nairobi, tuko na moja Eldoret, saa hizi tunajenga hapa, tutaweka ingine Mombasa. Tuhakikishe ya kwamba we have enough facilities ya kutusaidia katika matibabu ya wananchi, especially kwa yale magonjwa ambayo yanatatiza wananchi mashinani kama saratani ama cancer. And this program we are launching here is part of our program, making sure that we have the right infrastructure to deliver health to as many Kenyans as possible in an affordable way with the right equipment in place. Ndio wananchi wetu wasiwe wanatoka Kenya kwenda India ama kwenda nje ya nchi, tuwe na matibabu yao hapa nyumbani hapa Kenya. Watu wa Kisii tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Unajua wakati nilienda Saudia, watu walikuwa wananiuliza huyu jamaa ameenda kufanya nini? Sasa mimi nimekuja hapa nimewaambia tuko na bilioni 3 ya kujenga hii facility kutoka marafiki zetu wa Saudia, benki ya Badea na serikali ya Kenya. Tumeungana ndio tuhakikishe kwamba we build this facility. Na nimemwambia huyu contractor, mtu anaitwa Theuri, ya kwamba hii kazi lazima ifanyike ndani ya mwaka 1.5. Na kazi watu watafanya hapa wa kwanza ni vijana wa hapa Kisii. Nyinyi ndio wenye hii kazi. Sijui kama tunaelewana. Nyinyi wangwana mko tayari kwa hii kazi? Mko tayari? Kazi yote ile itapatikana hapa mtafanya. Sasa bwana Deuri, uko na watu wafanya kazi wengi hapa. Na mimi nataka hii kazi isonge mbele as from today. Tuhakikishe ya kwamba this project ambayo ni ya muhimu
kwa mambo ya matibabu ya Kenya inasonga mbele. Watu wa Kisii, mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya affordable housing, kwa sababu hawa vijana wanataka ajira. Vijana tuko ama tuko? Tunataka ajira. Tumesema mbali na kufanya kazi hapa, pia naenda kuanzisha nyumba ya kwanza 270 hapa Nyaribari Masaba. Nitarudi baadaye hapa Nyanchwa. Tuko na nyumba 10,000 ya kwanza ya kujenga hapa Kisii. Na hiyo nyumba 10,000 tunahitaji vijana zaidi ya 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Ninyi vijana wa Kisii mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari? Tunahitaji watu ambao ni architect. Tunahitaji quantity surveyor. Tunahitaji mason. Tunahitaji steel fixer. Tunahitaji plumber. Tunahitaji seremala. Tunahitaji fundi. Tunahitaji hata mtu ya mkono. Mtakosa hiyo kazi yote, mtakosa kujipanga hapo ndani. Mtajipanga hapo ndani kabisa. Jamaa mmoja anasema mnipange na hiyo ya steel fixer mimi. So hapo utajipanga na hiyo. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa leo pia kwa maneno ya stima. Najua Kisii bado tuko na pengo kubwa ya mambo ya stima, haijafika kwa nyumba ya wananchi wengi. Na hiyo program nataka niwaeleze, tumeongea na marafiki. For the last 1.5 years, I have engaged many friends. I have been to the EU. I have been to Brussels. I have been to Paris. And now for Kisii County, tuko na pesa bilioni 2 ya kuunganisha stima watu 31,000 wapya hapa Kisii County. Nimekujia hiyo kazi. Si tulikubaliana kazi tuendelee naye? Kama tulikubaliana namna gani? Kazi isonge mbele. Hiyo kazi ndio nimekujia hapa na kazi zingine ambayo tumekubaliana na viongozi wenu. I also want to commit that in Kisii County pia tunajenga soko zingine 17. Tulikubaliana mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, maji na stima. Tumekubaliana? So hiyo kazi nimekujia hapa. Na mimi niko area na siondoki mapema, niko katika area. Si ndio? Mpaka mimi ni wazoee. Na nyinyi pia mnizoee. Kama namna gani? Tuko pamoja? Si ndio? Nairobi nimehama sasa, niko huku kwenu. Ama mnasemaje watu wa Nyaribari chache? Na mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya kuchagua huyu Zahiri Chanda. Huyu mtu ni mtu yangu na ni rafiki yangu. Na asante sana. Sisi wote sasa katika serikali nimeunda mpya. Sasa sisi wote ni timu moja. Si ndio? Nauliza nyinyi wangwana wa Kisii. Mnasema tuungane ama mnataka tutengane? Tuungane jameni. Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Si tuungane, tushirikiane, tujenge Kenya pamoja? Ama mnasemaje? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Basi, kwa sababu bado mimi niko na shughuli mingi. Na leo mimi nimekuja hapa kazini. Mimi nataka niwaambie kwamba kwa sababu mimi bado niko area na bado niko na shughuli pale, wacha niwachie hapo, wacha nimuite Deputy President